katika shirika la Young Strong Mothers Foundation tumefanya mambo mengi katika mkoa hapa wa Morogoro, lakini pia mkoa wa Tabora katika halmashauri ya Sikonge. Kupitia shirika letu la Young Strong Mothers Foundation tumekabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo ni climate change na athari zake ambazo zimekuwa chacho na kuweza kuchangia athari mbalimbali ambazo zimewakumba wanawake na wasichana katika jamii yetu. Hivyo katika kupunguza umbali mrefu wa wao kutafuta maji, shirika la Young Strong Mothers Foundation limefanikiwa kuchimba kisima ambacho kinatoa maji safi kwa ajili ya wanawake wa Kiegea B na wananchi wa Kiegea B. Ndugu mgeni rasmi, ni mengi ambayo tumeyafanya tangu 2015 ambapo shirika la Young Strong Mothers Foundation limeanzishwa. Lakini kwa hafla hii ningependa kukwambia kuwa kupitia mradi wa ESP ambao ni uwezeshaji kupitia ujuzi, tumefanikiwa kutoa mafunzo kwa washiriki 60 ambao leo hii wametuleta hapa pamoja ili kuimarisha mtandao, kuhakikisha elimu walioipata inaendelea kuleta mabadiliko katika jamii. Mradi wa ESP ambao unafadhiliwa na serikali ya Canada umeingia mkataba na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwawezesha kwa kuweza kufanya kazi na vyuo 12 vya nchini Tanzania pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali 12 hapa nchini Tanzania. Na kwa mkoa wa Morogoro ni sisi Young Strong Mothers pekee ndio tunaofanya kazi kupitia mradi huu chini ya serikali ya Canada. Mradi huu umeleta mafanikio makubwa sana tangu uanzishwe, kwa sababu hawa 60 ni wale tu waliopatiwa mafunzo 2025 2026, lakini pia kuna 60 wengine waliopatiwa mafunzo 2024 2025 na wengine 60 walipatiwa mafunzo huko nyuma tulipoanza. Hivyo malengo ya ESP ni kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo kwa lengo la kuweza kuwawezesha viongozi katika jamii ili na wao waweze kwenda kuwawezesha wengine. Mafunzo haya wamepatiwa maafisa maendeleo ya jamii kata, lakini pia polisi jamii kata, watendaji wa kata, wenye viti wa mitaa, lakini pia wajumbe wa nyumba 10, mabalozi, walezi, wazazi, lakini hata wale viongozi katika vyombo vya usafiri, wenye viti wa bodaboda, wenye viti wa masoko na wenye viti katika ngazi mbalimbali za kijamii. Nia na madhumuni, sauti zao, wao wana ushawishi mkubwa sana wa kuweza kusambaza elimu hii katika jamii, na tumeona mafanikio ambayo wameweza kufikia kwa sababu wao pia wameanza kufundisha hizi kozi. Kuhusu tukio hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni ishara ya hatua kutoka kujifunza kwenda kutenda. Washiriki hawa sasa ni mabalozi wa usawa wa kijinsia katika jamii zao. Ndugu Mheshimiwa, mafanikio ni mengi umeyaona kwa macho, lakini pia mengi umeweza kuyasikia kwa sauti, na tunakaribisha na haki za binadamu kwamba wanawake na wanaume ni sawa. Tunapopanga kazi labda mshahara wapewe sawa, baada mwanamke kumwacha hapana, lazima kazi zote sawa, kwamba kuna utofauti hapana, wote wanapaswa kuwa sawa. Faika wa mafunzo ya YALI ambayo kwa kirefu ni Young African Leadership Initiative, ambapo mafunzo haya ni mafunzo ya uongozi ambayo yalianzishwa na aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama alipotembelea nchi ya Kenya mwaka 2015. Ikaanza hii program ambapo inatoa mafunzo kwa viongozi vijana wa umri wa miaka 18 mpaka 35, ambapo wanatoa mafunzo katika nyanja 3: uongozi kwa maana ya kwenye masuala ya biashara, kwenye masuala ya uongozi wa mashirika kama ilivyo Young Strong Mothers Foundation, CEO pia hapa ni mnufaika, lakini pia katika uongozi wa umma, ambapo mafunzo haya huwa yanatolewa bure au tunasema full funded, ambapo washiriki kutoka nchi 14 kwa hapa Afrika Mashariki
wanaenda Nairobi, Kenya, kwenye chuo cha Kenyatta University, ambapo wanalipiwa nauli ya ndege, kila kitu na malazi ya kwao kule mpaka siku anarudi, ambapo mafunzo yanachukua takriban wiki 4. Nafurahi kuona kwamba kuna wahitimu ambao wameweza kujifunza masuala ya usawa wa kijinsia na haki za kibinadamu. Lakini sambamba na hilo, tukumbuke kwamba tuko katika mapinduzi ya teknolojia. Hivyo sisi tukiwa kama wadau bado tunawakumbusha kwamba kupitia platform za kimitandao tunaweza tukajifunza vitu mbalimbali kupitia masuala ya usawa wa kijinsia na haki za kibinadamu. Kwanza tunaweza tukapata taarifa. Tukumbuke kwamba kila mtu sasa hivi anatumia simu janja, hivyo tutumie wasaa huu kuweza kuaccess hizi taarifa za kuweza kujifunza. Lakini mbali na hapo, mimi nikiwa kama mdau wa masuala ya teknolojia, tunaweza tukatumia wasaa huu kuweza kutafuta fursa za kiuchumi kupitia mitandao. Kwa mfano, mitandao ya kijamii tunaweza tukajifunza zaidi na tukaweza tukaelimika. Naamini kwamba kuna mafunzo mengi ambayo mnaweza mkao mmejifunza. Tumesikia masuala ya biashara, lakini sisi kama wadau ni kiungo cha msingi sana kuona namna gani tunaweza tukazifikisha biashara mbali zaidi. Young Strong Mothers Foundation, napenda kuwashukuru sana kwa kweli, wamefanya jambo kubwa zuri, wameweza kutukutanisha hapa, tumekutana leo. Tumepata mambo mengi. Kuna wahitimu ambao wamepewa elimu nzuri kabisa ambayo itaenda kufanya kazi nzuri kwenye jamii. Napenda kushukuru pia ufadhili wa serikali ya Canada kwa ufadhili wao na kuweza kuleta mambo mazuri kama haya wakishirikiana na serikali yetu ya Tanzania. Mimi ni mama, ni mzazi. Tayari tumeshaongea na mkurugenzi wa taasisi, anasema kwamba watoto wa kiume wapo karibu sana na wao wanapewa elimu, wapo mbioni kusogezwa kupewa elimu, lakini bado na wao wanawatafuta kuwapa ushauri, wanaongea nao, wanawapa yale ambayo wanawapa watoto wa kike na yale ambayo yanastahili kwa watoto wa kiume. Hawajabaguliwa, hawajatengwa.